Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jina langu ni Elizabeth Sichale. Katika hii channel tunajifunza mambo mbalimbali kuhusiana na maisha, vile vile kuhusiana na imani. Well, kuna swali ambalo nilikuwa ninajiuliza kadri ninapokuwa najiuliza sana. Na nina uhakika kabisa hili swali ni swali ambalo ushajiuliza. Kusudi la wewe kuwepo duniani ni nini? Kusudi la Mungu kwenye maisha yako au kwenye maisha yetu sisi wanadamu ni nini? Siku ya kwanza nilipozoga hili swali nilikuwa sielewi jibu na nikaulizwa wewe ni nani? Nikasema naitwa Eliza. Akaniambia no, simaanishi jina lako. I want to know what is the reason ya your existence. Swali la pili, je, kusudi la Mungu linafanana kwa kila mtu au ni unique? The purpose of God, is it universal or unique? Je, tatu, kusudi linanihusu mimi, yani ni kuhusu mimi au ni kuhusu Mungu? Hiki pia kitu kina confuse. Kwenye hii video nitajibu maswali yako hayo yote matatu. Karibu. Kusudi ni sababu ya kitu kuwepo au kufanyika. Yani au tuseme ni sababu ya kwa nini kitu fulani kipo au kitu fulani kinafanyika. Hiyo ndo kusudi. So tunaposema kusudi la Mungu ni sababu ya kwa nini Mungu katuweka sisi tuwepo duniani. Sio tu tuwepo duniani, kwa nini tuwepo duniani wakati huu pia. Sawa? Okay. Kwa hiyo swali, hiyo maana definition ya kwanza. Kitu cha pili, kusudi la Mungu kwenye maisha yetu ni nini? Ndio hilo swali letu la kwanza. Sasa kusudi la Mungu kwenye maisha yetu ni nini? Well, nitakupa some verses na huu mtazamo pia naweza kusema nimeupata kutokana na kitabu kinaitwa The Purpose Driven Life, kimeandikwa na Rick Warren. Unaweza ukakitafuta ukakisoma. Na kwenye kile kitabu chake Rick Warren anasema watu wengi huwa kwenye swali la kusudi la maisha au kusudi la sisi binadamu kuwepo, watu wengi huwa wanajibu kwa maswali, yani kwa mitazamo yao tofauti tofauti. Na hili swali huwezi kaenda kumuuliza mtu kwa sababu Mungu ndo anajua kwa nini hicho kitu kipo, kwa kiumba alivyokiumba. So ili tupate majibu lazima tumuulize muumbaji, right? So according to the Bible, na Mungu anazungumzia kupitia neno lake, si ndio? So kusudi namba moja ni kwamba kwa ajili ya kumpendeza yeye. Sijui kwa Kiswahili tunasemaje, for his pleasure, kwa ajili ya kumpendeza yeye. Na kama tunaishi kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kumpendeza Mungu, huko ndo kuabudu. Kuabudu sio tukio la kwenda kanisani na kuimba au kujifungia ndani kwako au kusikiliza wimbo ule wa polepole na kusema kuabudu. Kuabudu ni mtindo wa maisha ambao unampendeza Mungu. Huko ndo kumwabudu Mungu. Tutasoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11, usishtuke. I know hiki kitabu ni watu wengi tunakiogopa sana, but don't be afraid. Umestahili Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na hekima na enzi, kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Kwa sababu ya mapenzi yako, yani for your own pleasure, ndio maana vitu vilikuwepo. Sio vilikuwepo kwa sababu ni bahati mbaya, kwa sababu for your own pleasure. Namba 2, tumeumbwa ili tuwe kwenye familia ya Mungu. Hapa tunazungumzia fellowship. Fellowship, I don't mean tu kuwepo member wa kanisani. Kwamba wewe ni una belong kwenye familia ya Mungu. Uliumbwa kuwa kwenye familia ya Mungu. Tusome kitabu cha Waefeso 1 mstari wa 5. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua, Mungu alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe. Sawa family. Ili tufanywe wanawe kwa njia ya Kristo Yesu, sawa na uradhi wa mapenzi yake. Hata sisi kufanywa kuwa watoto wa Mungu, kuwa sehemu ya familia ya Mungu, ni mapenzi yake. You get the point now. Namba 3, tuliumbwa ili tuwe kama Kristo. Hapa tunasema discipleship. Biblia inasema kwamba kuweni watakatifu kama mimi nilivyo, kama baba yetu yani Mungu alivyo mtakatifu. Tumeumbwa ili tuwe na Kristo, tuwe na nia ya Kristo, tuwe kama Kristo. Sawa? Okay, kwenye kitabu cha Warumi 8 mstari wa 29. Inasema, maana wale aliowajua tangu asili,
from the beginning, manake the reason why sisi tupo, aliwajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake. Mwanawake nani? Ni Yesu, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Tangu asili, like from the very beginning. Kumbuka purpose ndo foundation, ya ndo reason, ndo kwa nini ya mengine yapo. Yaani ndo lile wazo la kwa nini mambo mengine yawepo. Tuwe kama Kristo. Ndio maana tangia mwanzo Mungu anapoumba binadamu alisema na tuwaumbe kwa mfano wetu. Sawa, wawe kama sisi. Maana sisi tunatakiwa tuwe kama Kristo. Hilo ndo kusudi la sisi kuwepo. Kumbuka, center yote ya sisi mpaka hapa tupofikia ni Mungu. Sio hata wewe. Yani wewe, you're not the main character when it comes to purpose. You are not, you are sub character, lakini you are not the main character. Here character ni nani? Na Mungu. Tunapoongelea kusudi, tunamuongelea Mungu. Yani huwezi ukamtenga Mungu na kusudi. Unless otherwise unataka ujiumbie maisha yako ambayo hata yapo kwenye utaratibu. Number 4 ni kumtumikia Mungu. Sasa hapa kumtumikia Mungu ndio tunaita ministry. Yani unaona ministry inapokuja point huko ya zamani, yani ni mbele. Manake center ya wewe kuishi sio Mungu ameniumba niwe mtumishi. Okay, uwe mtumishi how? Unahusiana na huyo Mungu unayemsema, unampendeza huyo Mungu unayomsema. Maana Biblia inasema kwamba kitabu cha Mathayo 7, kuna watu wataenda kusema Bwana Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako, lakini Yesu anasema no, I don't know you. Why? Au kunitumikia mimi, I don't know them. They're not my family. Right? Okay, kusoma kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 nasema hivi: kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama, gifts, talents, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kuhudumiana hapa ni kujengana. Swala la wewe kuona kwamba Mungu kanipa wito fulani, Mungu kanipa uwezo wa kufanya kitu fulani, sio ili tuone basi you are smart, au sio ili tuone kama mwanangu you are special. No. Ni ili hicho ulichonacho kitusaidie sisi, kituhudumie sisi. Maana hata kitu ambacho ninakifanya mimi saizi, mambo ambayo ninayafahamu mimi saizi, uwezo, uzoefu na mambo ambayo Mungu kanibariki nao mimi sasa hivi, ni ili nikusaidie wewe. Haya mambo ulionayo wewe ni ili unisaidie mimi. Mambo tulionao sisi ni ili tusaidie watu wengine, na wale walionayo watusaidie sisi, tuhudumiane. Sio kwa ajili ya kujiona kama sisi mwanangu sisi ni klasi fulani hivi mwanangu. You get the point. Thank you. Na kitu kingine, tumeumbwa kwa ajili ya mission moja ya kumfanya huyu Mungu akajulikana all over the world. Kwa kitabu cha Mathayo mstari wa 28 mstari wa 19 na 20 nasema hivi: basi enendeni. Baada hapa Yesu sasa kuwatuma wale baada ya kufufuka kutoka alivyokufa, baada ya kutubia na kufa, alivyofufuka akaja kuambia wale watumishi wanafunzi wake, sasa enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kumbuka discipleship, discipleship ndio kuwa mwanafunzi. Kwenye pointi ya 3 tulisema tumeumbwa ili tuwe kama Kristo. Hapa tunaongea discipleship. Maana yake sisi tukawafanya watu wengine wawe na wao kama Kristo kupitia nini? Discipleship. Okay. Inasema kwamba mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyoagiza ninyi, na tazama mimi nipo nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. This is our mission. Kazi yetu sisi eti sio kwenda kuhubiri watu kwamba mtapokea magari, mtapokea majumba, utakuwa famous, biashara yako itafanikiwa. No. Kuwafanya wale watu wawe wanafunzi, wawe kama Kristo. You get the point? Mpaka hapa umeshaanza kuona mtazamo uliokuwa nao. Sio kwamba ndo kusudi la Mungu uliokuwa nao. I'm pretty sure kwa same fulani. Now, swali ambalo lilikuwa linafuatia ni kwamba je, kusudi la Mungu linafanana kwa kila mtu, yani ni universal, au kusudi la Mungu ni unique? Kusudi la Mungu hapa tuliyosoma haya mambo 5 na pengine yako mengi zaidi, lakini haya 5 ni kwa kila awaye yote ulimwenguni. Ni kwa kila mtu.
Pia kuna tusemeje, kuna kusudi, maelekezo ya mtu binafsi niite hivyo, labda inaweza ikawa simple. Maelekezo ya mtu binafsi. Maelekezo ya mtu binafsi ni maelekezo ya mtu binafsi au tuna kwa mfano kwenye maisha ya Yeremia sura kwanza kuanzia mstari wa 4 na 5. Yesu, Mungu anamwambia Yeremia kwamba okay, kama hujazaliwa nalikujua na ulivyozaliwa nilikutakasa ili uwe nabii sawa mataifa, na amemuita kupanda sijui kungoa all those. Kusoma kitabu cha Yeremia kwanza sura ya kwanza mstari wa 4 na kuendelea. You see, Yeremia Mungu anasema nimekuchagua, nimekuset apart. Maana yake kuwa separated huko kwa special mission, which is it? Kuwa nabii wa mataifa. Ufanye nini? Ungoe, ubomoe, ili ujenge, ili upande. Na yapi atayapanda, yapi atabomoa, Mungu akaendelea kumpa huko maelezo mbele. Sasa inaweza ikawa nini? Inaweza ikawa ni maagizo binafsi, lakini ya maagizo yote binafsi lazima mwisho wa siku yaje yaingie kwenye zile pointi 5. Yaani sio kwamba utafua ndasema mimi Mungu tu kanipa kusudi binafsi ni special, maelekezo special ambayo hayalengi kumpendeza, hayalengi kumwabudu yeye, hayalengi akuwa kama yeye. Ukiona tu una miss zile category, ndugu yangu, ile sio kusudi la Mungu. Hayo ni mauzauza na mandotondoto na mapicha unaowaza mchana na usiku. Okay. Pia ukiangalia Esther, kwenye Esther 4 sura 14, baada ya ule waraka wa kwamba Wayahudi wauawe, Mordekai anavotuma yule mtu kumpelekea ujumbe Malkia Esther kwamba who knows kwamba wewe umeitwa kwa wakati kama huu, umekuwa appointed uwe queen kwa majira kama haya. So at that time alikopo ni malkia kwa kazi moja, kusave Wayahudi katika utawala wa yule mfalme wa Uajemi. Ilikuwa ndo kusudi la Mungu. Mfalme yule Ahasuero, ilikuwa ndo kusudi la Mungu at that time. Ni maelekezo binafsi, lakini mwisho wa siku akifanya kile ambacho Mungu kampa maelekezo yafanye, maana yake atakuwa amempendeza Mungu. Now you understand. Huwezi ukatenganisha kusudi la wewe kuishi, sijui hata kama liwe binafsi kiasi gani. Hata kama ukisema Mungu mimi kaniambia kazi yangu kusema niombea baba nitengeneze balbu, ni kwa wakati kama huu. Mwisho wa siku kama ni maelekezo binafsi amekupa ukayafanya, unampendeza. Usijitungie. Kwa nini kusudi linakuwa kuna maelekezo fulani ya maisha ambayo tunakuwa tunatofautiana? Tumeumbwa tufanane. That is a fact. Tumeumbwa tufanane. Kuna vitu ambavyo Mungu anakuwa ameacha kwenye maisha yetu ndio ambavyo vina shape maisha yako na kufanya hayo unayoyafanya. Mfano, experience yangu mimi ya maisha ni tofauti na ya kwako. Kulingana na experience yako wewe, Mungu kuna vitu atakwambia ufanye, atakuongoza katika matamanio ndani yako ya kufanya, atakupa even uwezo wa kuyafanya kwa sababu ya hivyo alivyotaka yeye. Uwezo tulionao au talent tulizonazo ni tofauti kabisa. Hatuna talent zinazofanana, right? Now, ukija kwenye vipawa, hatuna vipawa vinavyofanana. Hatuna matamanio ya maisha yanayofanana. Kila mtu ana matamanio yake. Sawa? Hivi vitu ndio vinapokuwa vinaanza kututofautisha. Na ndio maana Biblia pia inasema kuna wengine Mungu alitoa manabii, kuna wengine mitume, kuna wengine wainjilisti, wachungaji, walimu. Kwenye kitabu cha Korintho sura ya 12 kuanzia sura ya 12 mpaka 27 anasema Mungu kagawa vipawa tofauti au kuna karama mbalimbali za roho. Kuna karama mbalimbali za roho, lakini roho ni yule yule na anagawa kwa mapenzi yake anavyo. Mwingine atampa neno la hekima, mwingine atampa neno la maarifa, mwingine atampa matendo ya miujiza, mwingine atampa kitu hiki. Kila mtu kampa karama tofauti, lakini kusudi ni lile, tujengane. Kumbuka one of the purpose ambazo tumesaidia katika zile 5 ni sisi kuhudumiana. Umeelewa? Asante. Je, kipi ni muhimu zaidi? Kutambua makusudi yayo ya Mungu ambayo ni universal au kutambua makusudi ya Mungu ambayo ni unique? Yaani kila mtu tofauti na kulingana na aliyompa. Kati ya vitu ambavyo vinachanganya watu wengi, mtu kila siku anataka kujua kusudi la kwa nini nipo. Yaani unakuwa unajiuliza hilo swali, nataka kujua Mungu kanipa huduma gani, nataka kujua Mungu kanipa talent gani. Yaani unakuwa unajiuliza sana. Sometimes inaweza kuwa frustrating. Let me tell you this. A simple way ya kufahamu kwa nini nipo duniani, fuata hizi 5. Ukishazijua hizi 5, Mungu atakudirect ufanye nini kama personal assignment.
Sawa. Hata mitume walikuwa mitume 12, kazi yao yote ni sawa. Waenda ulimwenguni wakafanya mataifa kuwa wanafunzi. Wote tumepewa kazi sawa. Lakini mambo aliyofundisha Paulo na mambo aliyofundisha Petro yako tofauti, lakini yote lengo ni nini? Ni Kristo. Lengo yote ni kufahamu Kristo, kuelewa mapenzi yake. Kitu alichofundisha Paulo sio maandiko yale yale, ni hawafanani sana, ni moja kwa moja na vitu atakavyovisema Yohana, lakini mwisho wa siku yote haya yamefanyika kumtambulisha Kristo. Ili sisi tumjue Kristo, tuwe na mahusiano na Yesu, tumpende Yesu, tumtende ambao Yesu ametaka tuyafanye. You get the point. So mwisho wa siku fuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Akisema saizi uelekeo ni hivi, twende. Akisema njia ni hii, nenda. Kwa sababu hivyo unavyoendelea kila siku ndo the more you understand na ndo the more you know. Kwa sababu ili ujue kusudi la wewe kuwepo hilo unique, lazima uwe na mahusiano naye. Fellowship. You understand? Manake there's no way utajijua wewe ni nani kwa kujiuliza wewe. Ila nishakupa mwongozo wa mambo 5 muhimu kuhusiana na purpose of God. Now you understand, my man, right? Okay, so what is your question again kuhusiana na purpose? Nadhani kwa at least nimekupa vitu ambavyo vitakuwa vinakusaidia kujua purpose la kusudi la Mungu katika maisha yako nini. Cha msingi, macho yako mwelekee Bwana, kwa sababu tumeona main character wa issue yote ya nini ya maisha yetu sio sisi, ni Mungu. Ili tujue kusudi sisi kuumbwa, lazima tumtazame Mungu, sisi tusijitazame sisi. Yani wewe huwezi kujua kusudi la wewe kujiumba, sorry. Huwezi kujua kusudi la wewe kuumbwa kwa kukaa na kusema hivi mimi naweza kufanya nini? Kupika. Maki Mungu kanita niwe mpishi. Unafungua restaurant. Mimi na uwezo wa kuimba, manake nina sauti fulani ya mamlaka. Mimi mtumishi. Ndugu yangu, utaangukia chapua na utoamini. Focus iwe ni Mungu. Mungu atakuwa anatuchannel wenyewe. Hata wao wanafunzi wa Yesu wakaanza kumuuliza, kwa Mungu, sisi yani mimi peke yangu umeniita kufanya nini? They just did kile walichoongozwa na Roho Mtakatifu. Na huko mbele kuendelea, kila mtu akawa unique kwa namna yake, kulingana na experience, kulingana na uwezo wa Mungu ambao amempa, kulingana na neema ambayo Mungu kambarikia, etc. Itakusaidia sana. Lakini pia kama utakuwa umepata neema ya Mungu kukuambia specific, oya nimekuita kwa kitu hiki, usikatae, useme hamna Mungu mimi nataka nimejiambia sasa mimi nafuata Eliza aliniambia niende tu vile vile katika makusudi 5 unayoangalia. Mungu kama atakopa amekuambia hayo mambo kwa urahisi, kwa haraka, vizuri ukaelewa, do that. Nakumbuka mimi kwenye hiyo siku ambayo nilikuwa naulizwa kusudi la mimi kuishi, baadaye Mungu nimekaa nimerelax, kwa sababu nilikuwa sielewi Mungu ataniambiaje. Kwa nini Mungu nimeumba mimi? Kaniambia ili wafundishe watu wanijue mimi na wajue wao kwa nini wapo na wanatakiwa waishi vipi. Okay. Kwa hiyo sentence niliyokuambia, unaona inafanana na ninachokuambia na nilichokuambia sasa hivi. Kinafanana, si ndio? Sikuwa na maandiko ya kusupport hilo kitu. Nilisikia tu sauti na nilikuwa nimerelax. Maki yule mtu alivyoniambia akasema no, just ask God, Mungu tumwaminifu atakwambia, na mimi nirelax. Akaniambia hiyo sentence unajua niliambiwa mwaka gani? Mwaka 2013, ulikuwa ni mwezi wa 10 maybe wa 11. 2013. Huu ni mwaka gani? 2015, maana yake miaka 12 baadaye. Lakini sentence yangu haijabadilika hata siku moja. Zaidi na kwa tunakuwa katika kumuelewa Mungu katika kile kitu ambacho aliniambia. You get the point. So I hope now you know purpose, you know universal purpose, unajua pia namna kujua kusudi ambalo Mungu kakuumbia. So, thank you so much for watching. Ebu share hii video na watu wengine wajue kwa nini wao wapo. Waache kuwa confused kwamba hivi ni ile specific mission ambayo Mungu umetaka, kuna specific, ukaanza kujisumbua na specific mission wakati hata you don't know God, you don't have relationship with him. Achana nayo mambo. Twende kama nilivyokuambia. Na zaidi sana Mungu akikupa kujifunza vitu vingine zaidi, pokea kama unavyoendana na maandiko. Mungu awe nawe daima mpaka mwisho wa dahari. Anatupenda sana, mimi nawapenda sana. Thank you for your support. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Until next time, God is good.